Kwa mara nyingine tena, mpenzi mtazamaji, ni siku njema Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia, atupea pumzi ya kuiona. Hivyo basi nachukua fursa hii ya kukukaribisha katika kipindi chako cha Siasani na DK27, na hii ni channel yako ipendayo ya DK27 TV. Mimi ni wako Mheshimiwa Douglas Kaliu, MCA aspirant Magarini Ward 2027. Nataka tu kuwaelimisha kidogo ama kuwapea picha na mtazamo wangu katika siasa, jinsi inavyoenda katika mkoa wa Pwani, hususan Kilifi County. Kuna siasa ya kwamba tujenge chama chetu, cha watu wa Pwani, ndio tuweze kupata nguvu ya kukaa katika meza ya mazungumzo na serikali tawala. Mimi nitaka kuuliza tu viongozi wangu tuliowachagua, kwa sababu tuliwapenda na tulikuwa na matarajio makubwa kutoka kwenu. Ya kwamba sisi wapiga kura tuko kitu kimoja tena sana. Ndio maana tukawachagua nyinyi, licha ya utofauti wa chama mlizoenda nazo pale. Lakini viongozi wangu mmeanza kusahau ya kuona kwamba sisi wapiga kura ndio tuliwapea mamlaka hiyo yote ya nyinyi kwenda kutuwakilisha sisi. Lakini mmejisahau, unaona kwamba ni vyama vyenu ndivyo vimeweza kuwapea hiyo mamlaka ya kwenda kutuwakilisha katika hizo mabunge ya kitaifa na hata hizi bunge zetu za county. Nataka niwakumbushe tu kitu moja, ya kwamba kuna viongozi waliopata shida sana kupigania multipartyism in Kenya. Wapo watu walifungwa, ipo watu waliteswa kwa sababu ya kutaka mfumo wa vyama vingi, uhuru wa vyama vingi ndani ya nchi yetu ya Kenya, kwa sababu iko na umuhimu wake. So kwamba mimi leo hii nimeweza kupigiwa kura kwa tiketi ya chama ya UDA, haimaanishi ya kwamba mimi ni Mkalenjini, kwa sababu chama cha UDA inakuwa linked na Wakalenjin. Mimi kupita UMCA na chama ya ODM haimaanishi kwamba nimeacha kuwa Mpwani, nimekuwa mtu wa Nyanza. So despite the fact that I was elected, whether with UDA ticket, ODM ticket, ANC or whichever party, I'm still a Kilifian, I'm still a Coastorian, and I have to push whatever a bill or whatever motion that is beneficial to my people back at the coast. So sijui hii umoja, ama sijui ya kwamba tuitane sisi wote kwa chama kimoja, ni jambo zuri. Lakini ikiwa malengo mlio nayo nyinyi itabaki kama ilivyokuwa, then sioni haja ya kwamba lazima watu wa viongozi wa Pwani wakaweze kuingia katika chama kimoja. It's unless
you are pushing for your own benefit, but not the benefit of the people. Because you being the UDA member in that parliament, I being a LDP member in that parliament, haimaanishi kwamba I cannot support any bill brought by the UDA member of parliament, so long as the bill which is being pushed, it has the benefit to the people of the coast and the Kenyans at large. But cha kushangaza, saa hii nyinyi mnalilia kwamba tukaweze kuunda chama yetu ya Pwani, but kwa akili zenu tayari mmejigawanya kwamba mimi ni mwanachama wa UDA, mimi ni mwanachama wa UDA, mimi sijui ni chama gani kilinipeleka pale. Kumbukeni, sisi ndio tuliwapigia kura, sisi ndio tuliwaandika kazi, si chama ndio kulikuandika kazi. Hiyo ikaweze kuwa katika akili zenu. Kuwa na chama ya Pwani sio dhambi, ni wazo zuri sana iwapo tutakuwa na malengo mamoja, lengo kuu likiwa ni kutetea hali ya watu wa Pwani. Si kutetea vyeo. The way I'm seeing, people are trying to defend their seats. That's why they're coming up with all these formulas. But I believe, or I have that feeling, kwamba hakuna any interest for the normal Coastorian people or the normal Kilifian person or the voter which is being pushed. But watu wako pale kujifanya kwamba wanataka umoja, ndio tuseme na sauti moja, wapate nafasi ya kuenda kubargain power. We need development. We need our youth to be employed. It's good now. Almost the whole coastal region is beyond a broad-based government. If you're in that broad-based government, why don't we go in unison and speak in one time and demand for the right for the employment to our people? Why should we wait until 2027? Kama si scam mnatuchezea, kama si kutubebea akili mnatuchezea. So once again, my people from Magarini, Kilifi County, I'm saying this just to make you awake. Let us not be used as a ladder for politicians to climb to powers. We need quality health care. We need quality education. We need the well-being of our people. We need clean water to reach every person in the village. And those are things our leaders should be prioritizing, give it a priority in any negotiation table if they have to go to them. Not who to become who. We need our people to have a life like any other people.
We need to see our people having access to quality health